Yes, big story ambayo imekuwa ikishika headline katika hizi siku mbili huko nchini Kenya ni story ya kijana wa Russia ambaye ameonekana kuwabeba wanawake kirahisi tu wa Kiafrika au wa nchini Kenya na kwenda kuwatumia jinsi ambavyo anataka na kuwarekodi na kuexpose video zake bila kujali inakuaje au bila kujali kitatokea nini kama content creation. Sasa ipo hivi, kijana kutoka Russia ametua katika nchi tatu hapa barani Afrika jinsi ambavyo inasemekana. Kuna Ghana, kuna South Africa, lakini pia kuna Kenya, ambako baada ya kuja Kenya ndipo ambapo video zilipoanza kutrend kuonyesha wanawake wa Kenya jinsi gani ambavyo yeye anawabeba na kuwatumia kirahisi. Sasa kuna movement za video ambazo zilikuwa zinaonekana jinsi gani jamaa akipita mtaani, supermarket na sehemu tofauti na kuweza kuwabeba wanawake jinsi ambavyo anawabeba kirahisi na kuchukua namba kirahisi na kuweza kuexpose video zao bila ya ruhusa yao. Kumbuka huyu jamaa ana miwani ya Meta ambayo ina record. Kutokana na teknolojia za sasa hivi ni kwamba miwani mingi unakuta kuna ile miwani ya Meta ambayo wanaivisha kamera pale. So kwa haraka kama huwezi kufahamu hivi vitu, basi huwezi ukajua kama unarekodiwa. Sasa jamaa ndo njia pekee alokuwa anaitumia kuweza kuwarekodi wanawake wa Kenya. Sasa kitu ambacho kimeshangaza zaidi ni kwamba hawa wanawake ambao walikuwa anachukua alikuwa haangalii umri. By the way, kuanzia miaka 18, 20 hadi miaka 60 huko anabeba, yani hadi watu wazima wa mama ambao wako kwenye ndoa alikuwa akiwabeba na kuwatumia, na sio tu kuwatumia ila pia na kuweza kuwarekodi video na kuweza kuziexpose kwenye mitandao ya kijamii kama content. Lakini nje na hapo pia kuna romance ambazo zilizokuwa zikitrend au zilizokuwa zikisema kwamba huyu jamaa pia yuko na HIV positive, kwa maana anaweza kuwagaia watu ukimwi ambao anatembea nao. Mpaka sasa hivi kuna video zaidi ya 480 na kitu ambazo zimeonekana huyu jamaa akiwabeba wanawake kirahisi kwenye nchi tofauti huku akiwabeba nchini Kenya. Yani akienda kanisani ameweza kuonekana akibeba wanawake kutoka kanisani, lakini pia njiani tu ambako amekutana na wanawake wanapita njiani na kuweza kuwabeba moja kwa moja. Japokuwa kuna rumors ambazo zinasema kwamba mpaka sasa hivi jamaa ameweza kukamatwa nchini Japani huko Tokyo, japokuwa hakuna ukweli ambao unasema kwamba huyu jamaa amekamatwa. Sasa kwa nini jamaa alikuwa na rekodi wanawake hawa na kuweza kuwa expose kama content na kuweza kuonyesha vijana wa nchini Russia kama anavyodai yeye? Ni kwamba the way jinsi ambavyo alivyokuwa anafanya ni kwamba alikuwa anaonyesha kwamba jinsi gani wanawake wa Afrika ni chipu na rahisi mbele ya mtu mweupe au mzungu. Yani kwa maana wadada wa Kiafrika au dada zetu bwana, wakishaona mzungu wanajua kabisa, oh, nimeshatoboa sasa hivi maisha, nimeshatoboa kila kitu na sasa hivi nitaenda mbele huko, basi sitakuwa hapa Bongo au Afrika. Sasa bado hajafika kwenye baadhi ya nchi lakini hizo nchi tatu tu ndo video ambazo zimeonyesha zikiwa exposed, kwa maana alikuwa anaonyesha the way ambavyo anachukua wanawake na the way ambavyo mwishoni pale ambako baada ya kumaliza kila kitu, basi alikuwa anaonyesha zile video ambazo akiwa mwanamke kwenye apartment au kwenye hoteli ambayo wewe jamaa amefikia. Sasa jinsi gani ambavyo imeonyesha wanawake wa Afrika wako chipu sana, wanajirahisisha kwenye ngozi za wazungu. Mfano mzuri, hata ukienda pale Masaki utakutana na wazungu wengi sana, ukuta wanawake weusi jinsi gani ambavyo wanawashobokea hawa jamaa, kwa sababu wanaamini huenda wakipatana na watu kama hawa basi wanaweza kutoboa moja kwa moja au ndio mwanzo wa mafanikio yao. Sasa hii imenifundisha nini? Hii imetufundisha kwamba jinsi gani dada zetu wana njaa kali za pesa. Manake pia wanaamini labda wao wakishachukuliwa na wazungu wataweza kufikishwa mbali au wataweza kutolewa wanakoishi mpaka kwenda kuishi Ulaya. Sasa imeniumiza sana kuona video kama hizi, hasa kwa upande wa Kenya. Nimeona hadi wa mama watu wazima. Kuna video moja nimeona mama anaulizwa kwamba wewe uko single? Anasema yeye nipo single. Lakini pia kuna mama mwingine ameonekana anatoka na watoto shule, ametoka kuwachukua watoto shule na kusimamishwa na kuweza kuambia hey, naweza kuonana naye, na mwisho wa siku ameweza kuonana naye. So crazy. Imeniuma sana kusema kweli kwa hiki ambacho kimeweza kutokea. Vipi je, angeweza kuja hapa Bongo? Unadhani ingekuwaje kwa dada zetu ambavyo jinsi gani wanavyopenda kushobokea wazungu? Unadhani angebeba wangapi? Lakini pia kuna romance kwamba kuna mwanamke mmoja tu kati ya wanawake wote ambao amewatongoza ambaye amekataa.
Oya, so poa. Huyo mwanamke amesifiwa sana na Wakenya kutokana na kile ambacho ameweza kukifanya. Ni noma sana. Kumbuka hii ni Mponela Update. Nenda pale YouTube andika Mponela Update, then subscribe ili unapata zile dondoo zote ambazo ziko zikifanya vizuri. Kumbuka katika kipaza, mimi ni Saden. Bye bye.